Fatuma mwanangu. Abe mama. Mimi nimewaita hapa kwa dharura maalum. Ujue haya maisha mnayoishi mimi siyapendi. Kwa sababu naona humu ndani heshima sasa hivi na kaka yenu haipo. Kaka yenu mnamdharau au mheshimu. Tatizo nini hasa? Hivi mama, unajua unayofanya humu ndani unakosea. Kaka Omari unamdekeza kama mtoto wa mwisho. Yaani unapomdekeza kaka Omari, ilibidi umdekeze huyo mtoto wa mwisho. Ni kweli mwanangu. Lakini huu ni wakati wake. Huu ni wakati wake wa kudeka. Na isitoshe maumivu niliyopitia kwa kaka yenu ni magumu. Nimepitia uchungu mkali sana wakati wa kujifungua kaka yako. Na laiti uchungu niliomwa mimi kama kaka yenu ungeniua, ninyi msingezaliwa. Kwa sababu gani nakwambia hivyo mwanangu? Uchungu niliopata wakati namzaa kaka yenu, ninyi wote sikuupata uchungu wakati nawazaa. Uchungu wake yeye ulikisiri. Na ndio maana sihitaji kumuuzi hata kidogo. Nikimuuzi yeye, nikija kukumbuka yale ya nyuma, kiukweli moyo unaniuma sana. Na ndio maana nampenda. Kwa hiyo usifikiria kwamba mimi ninavyompenda kwamba nyinyi siwapendi, hapana. Nyinyi wote watoto zangu na nitaendelea kuwapenda tu. Kila mama unakosea. Sasa Salama babangu, karibu. asante. Dada vipi? Mama nimechoka kweli. Nilijua tuongeleka hapa mwanangu. Nilijua. Unaongelea nini mama? Hebu kaa kitabu kwanza. Baba mimi nimechoka bwana. Jinyanyusha hapo. Haya ndio alokatalilia alitoka kuongeleka sasa hivi hapa. Hebu nyanyuka kwanza. Nyanyuka kwanza. Hebu inuka kwanza. Angekuwa mtoto mwingine kashanyanyuka. Dada zako wanalalamika. Wanadai kuwa mimi nakudekeza sana. Yaani sio mama tunadai. Huyu unamdekeza. Mtu na mindevu yake kabisa hivi eti anakuja hapa na kulalalia eti miguuni. Alafu huyu mwanao kwa kitu ananitafuta. Hebu achana na hayo mama. Ila anachokizungumza dada yako ipo sahihi. Kwa sababu gani mwanangu? Kwa umri uliokuwa nao na vitu unavyovifanya ni vitu vile tofauti. Kwa sasa hivi wewe unapaswa kupambania maisha yako. Kudeka kutabaki kuwa pale pale, lakini upambane na maisha yako. Umri sasa hivi ushakwenda. Sawa mwanangu? Ipo sahihi kabisa dada yako. Unachokisema mama pia ni kweli. Mimi nimekuelewa. Huo muda unaosema basi sawa mama ungenyanyuka hapo. Basi sawa umekaa hapa kwa magotini kwa mama. Nyota yangu ni nyota. Ewe Hawa na Mwasi, haya maisha ni ya kupita tu. Mtizulumu zenu nafsi kwa tamaa za mali. Ewe Hawa ewe Mwasi, mwambieni shangazi yenu kisa tamaa za mali mnamnoga ndugu. Ila yote hayo Hivi Mwasi, sikiliza nikwambie. Haya maisha tunayoishi, unajua sio mazuri. Yaani mimi mwenyewe nimeshachoka. Yaani siyapendi kifupi. Ni kweli unachokisema, lakini sasa tutafanyaje? Maana ukiangalia sisi ni watoto wa kike tu. Na kaka Amili amekalia kulima shamba. Yaani hata mawazo ya maisha hana kabisa. Ni sawa. Ila kuna kitu nitakwambia. Sawa. Kwa ndugu zangu, yani kuna demu namkubali kinoma. Acha mwanangu. Serious yani kijiji yani sijamuona mwanamke aina yoyote. Mwanangu wewe penda. Huyu tena mwanangu. Ndio zake. Sasa mwanangu useme demu yupi sasa mwanangu tumjue au sio? Tupe kodi basi familia. Sasa demu gani sasa mwanangu? Msikosee na huyo. Changamsha kidogo washa. Yaani huyo demu nyinyi kama mnamjua.
wa hiki kijiji anaitwa Husna. Husna. Luka na Blandi basi mwanangu, nafeli wapi sasa familia mwanangu, mtoto mzuri ule kigoda deni Mr. Kishundu. Asode kila nikimfuata kila kimtongoza ananichomolea. Yaani nashinda sio nifanyaje kaeka hii. Wewe punguza kudangadanga. Tafadhali kidogo. Unajua bwana hapa mtaani hapa na mabinti binti tunavyoona wale wana wenyewe. Sasa mwisho wa siku uje pigwe sura tumbo, mimi nitakukataa mwana. Nini familia macho mzuri kuna Blandi yule. Sikiza familia, mimi sio namkataa. Ila naambia uko hata kama niende lazima nitakuelekeza. Mwanangu sikia Omar. Wewe piga nyundo kibao. Nyundo misumari kila kitu mwanangu, mtoto mzuri afu wewe. Bichi unajua ile michongo yetu ile. Hivi nyinyi mnajua mtu kupenda. Mimi nipigwe bisura tumbo. Nipigwe bisura nini? Hilo mimi si wazi. Lakini nitahakikisha yule demu mimi mpaka nitakuwa naye. Wewe fanya hivyo mwanangu. Sikiliza mwanangu, sindikiza kidogo ile umeinyonya mpaka imeisha mwanangu. Sio kuomba changamka kidogo. Goma liwake hiyo. Nataka kuwasha goma. Kondo hivyo mwanangu, usifeli unajua. Sikiza Omar kitu kimoja. Sawa. Wewe kama kweli umempenda Husna, mwambie ukweli, kuliko ukana kile kitu moyoni. Unapokana kile kitu moyoni, unazidi kujiumiza sana nafsi yako, kwa sababu unayempenda yupo mbele ya macho yako unamwona. Kwa hiyo wewe cha msingi, sawa, mimi nakushauri kama kakako. Sawa. Wewe yevue, weka pembeni, vaa ujasiri na ushupavu, mfate, mwambie ukweli kwa bwana Husna, kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Yeye ana akili timamu, atakuelewa wewe ambacho anachokisema. Kaka, nishamfuata sana, nishaongea naye sana, lakini ananikatalia. Afu kila akipata ananipiga cheka mpaka nakaa naumiza kichwa. Sikiliza, tatizo sio kumpata mara nyingi. Tatizo inatakiwa utumie akili ya kuweza kuongea na mtoto wa kike, kwa sababu mtoto wa kike ni kiumbe dhaifu. Maneno yako matatu mazito, mtoto anakuelewa, anakaa fresh. Kwa hiyo wewe nini, wasinyali yule pale mtoto watampata tu mwana. Ewe Hawa, ewe Mwasi, mwambie shangazi yenu kisa mali mnamnuga ndugu. Ila yote hayo nyota yangu, nyota yangu, nyota. Shikamoo shangazi. Marahaba mwanangu Amiri. Fanya usafi. Mwanangu nalimia matembele haya. Basi mimi ni ndani. Amiri, naomba maji ya kunywa mwanangu. Sawa. Asante baba. Familia imekwisha, nyota yangu, ndugu zangu wamenificha. Laiti kama ningejua nisingekuwa karibu nao, niliwaamini ndugu zangu, kumbe ndo wabaya. Wamenificha toba kwa. Hivi wanangu, mbona mmekaa kiunyonge sana? Mnawaza nini? Maisha ndo haya tu wanangu. Hivi shangazi, haya maisha tunayoishi ni ya kimaskini sana unajua. Alafu mimi siyapendi. Ila shangazi, ni kweli anachokiongea Hawa. Unajua maisha tulionao sio mazuri sana. Yaani na sisi tunahitaji maisha yale yaliyo bora kabisa shangazi, lakini sio maisha haya. Sasa sikiliza niwaambie wanangu. Tafuteni kwa juhudi sana na akili zenu zote ili mfanikishe. Huyu naye alikuja na panga lake naye huyu. Jana nikera kweli mtoto. Shikamoo shangazi. Marahaba. Hivi shangazi, mbona hawa na Mwasi wako hapa hawafanyi kazi? Akati mimi natokea bustanini, lakini hawako hapa, wanangoja nini? Tena kaka Amili, ishi hapo hapo. Sisi sio kama wewe. Sawa? Kama unalima ni wewe, sisi hatufai kulima, sawa? Hivi kaka Amili, nikuulize.
Hivi unavyotuona sisi na hawa, unadhani na sisi ni wakulima kama wewe? Yaani sisi mikono yetu tuichafue kwa tukalime shamba? Hawa ni dada zako. Wao wanatumia akili zao, hawatumii na nguvu kama wewe za kulima. Na wewe hawa ni watoto wa kike, waache. Ndio hivyo. Sawa, unawatetea? Sio nawatetea. Basi sawa. Mimi nitawaonyesha. Utamuonyesha nani? Ondoka zako kututishe bwana. Ukicha yako peleka huko. Ondoka kututishe sisi. Muone alivyo. Wewe tunamwambia mwanao. Hamidi ataniua jamani. Pressure yote mimi imepanda. Shangazi siku atakukata na panga humu ndani. Nakwambia mimi. Anatutishia panga hapa shangazi kweli, na wewe ukiwepo. Nimesikiliza wito wako, unasemaje? Kusema kweli, kutoka moyoni mwangu. Natokea sana kukupenda. Yaani hisia ndio zilizonisukuma kwako. Nakupenda. Naomba unielewe. Sasa kichofanya unaguna, unaema. Ni nini? Nini shida? Kukwambia nakupenda au? Sikuelewi. Sasa usichokanyelewa hapo ni kipi? Nakadisha kwamba kama mimi nakupenda. Yaani nakupenda uwe mpenzi wangu. Uwe mke wangu. Nataka nikuoe. Tuishi pamoja mimi na wewe. Au nataka nikufanyie nini unajua kama kweli mimi nakupenda? Angekuwepo mama, singeona haya. Dunia haina huruma. Kama angekuwepo mama, singeona haya. Dunia haina huruma. Ewe Hawa na Mwasi, haya maisha ni ya kupita tu. Mtizulumu zenu nafsi kwa tamaa za mali. Ewe Hawa, ewe Mwasi, mwambieni shangazi yenu, kisa tamaa za mali mnamnuga ndugu. Ila yote hayo nyota ya